Hatimaye tena baada ya kimya cha muda mrefu zaidi, sasa jomba aliniomba sana wasi watu wataka tukusikie katika picha zile za tauni. Nawipa sipo mashaka yote, nikakaa nikaangalia picha ambayo naweza nikakuletea, ambayo itakufanya wewe, baba, mama, mtoto, rafiki pamoja na jirani zaidi kuweza kutazama picha ambayo mafunzo mengi sana. Hapa picha inakwenda kwa jina The Modern Family. Wasema ni juu ya bwana mmoja ambaye maisha yake alikuwa ya taabu sana. Japokuwa alikuwa ni profesa ambaye ana kipato cha chini sana. Hata hivyo alikuwa anahangaika namna ya kuweza kuhakikisha anaweza kumsaidia mtoto wake ambaye alikuwa na shida ya ugonjwa wa moyo. Hali sasa katika mahangaiko yake yote aliweza kukutana na kitu ambacho kilikuwa ni kama anasema bad luck. Alipata kiwango kubwa sana cha fedha ambacho akijua hata kimetokea wapi. Kiwango cha fedha ambacho kilikuwa kingi zaidi ambacho kiliweza kubadilisha kumfanya ajute katika maisha yake yote mazima. Hii hapa ni bonge moja la picha. Pia kumbuka sound itakuwa Falu DJ. Hii ni special sana. Picha moja ambayo ina vitu vingi sana vya kujifunza, lakini pia nimekuletea mdau na ule member ambaye nazidi kuungana na Falu DJ. Tuende katika episode ya kwanza tu kwenda kuenjoy utamu wa burudani bomba zaidi hapa. Wanasema ni family disaster. Wow. Basi mwanzo wa picha mtu anasema ya kwamba vyote vinasababishwa na pesa. Basi wanzia katika familia ya mtu mmoja. Kuna uvumi ambao unatembea kwamba miongoni mwa viongozi wakubwa sana wa chuo ameweza kukutwa na kashfa. Mtu yule alikuwa anaishi maisha na familia yake ikiwa ni swala la upendo ndio umetawala zaidi. Lakini pia mke wake ni mtu ambaye alikuwa ni kama mzingatii sana mtu. Basi mheshimiwa aliweza kufika katika kitengo cha ofisi ambayo anafanya kazi akiwa kama lecturer. Anasema kile kiasi cha fedha ambacho nilikitoa kwa ajili ya kupandishwa cheo nilikuwa naomba nirudishiwe tu. Anasema nini mtu wangu unakuwa mdhaifu hivyo? Mbona unakuwa mdhaifu sana? Anasema nahitaji ile langu bwana. Kwa sababu hata cheo mjanipandisha. Basi mtu akiwa anafundisha katika chuo hiki alikuwa anajaribu kutoa story ambazo zinahuzunisha zaidi. Pamoja na kwamba ni lecture, alikuwa ni mtu mwenye msongo mkubwa sana wa mawazo. Basi baadaye akiwa anarejea kidogo nje ya mji, sehemu ambayo anaishi, aliweza kupigiwa simu. Anasema baba, leo ni birthday ya bibi. Kwa nini kuweza kuungana na sisi? Anasema nilikuwa busy sana, lakini you know kwa wakati mwingine nitaweza kufika. Mtu huyo anapitia maisha magumu sana na wakati mgumu sana. Akiwa hapa ghafla kuna gari moja ilikuja ikagonga gari yake. Baada ya kuangalia gari hii, aliweza kupiga namba ikiwa anahitaji kuwapatia msaada wao. Ni punde ambapo aliona kiasi cha fedha, akaona haina haja ya kuendelea kutoa taarifa. Cha msingi ni kukusanya fedha. Kumbuka mtu huyo ana shida sana. Anahitaji kumsaidia mtoto wake mwenye shida ya ugonjwa wa moyo. Basi kuna gari ilipita, mwamba aliganda mgando. Unaitwaga mgando. Baadaye alibeba zile fedha chapu kwa haraka, aliweza kuingia sehemu ambayo anaishi yeye kwa ajili ya kuhifadhi fedha hizo. Baadaye aliweza kuchukua baskeli kwa ajili ya kuhakikisha anafuta ushahidi wote. Alirejea kwa ajili ya kuja kulitoa lile gari. Basi akiwa njiani kuna sehemu panaitwa door checkpoint, katika sehemu ambayo lazima afanyiwe check up. Basi kulikuwa na shida ya kizaazaa zaidi, alihitaji kujikomboa tu kutoka katika ile eneo. Alifanikiwa kutoka katika lile eneo akiwa salama zaidi. Huyo Mr. bado jina lake hatujapata kulijua. Basi akiwa katika eneo hili anatetemeka sana. Mbwa kwa nje alikuwa anapiga mbweko. Lakini sasa upande wa pili kwa mama yake ambaye aliwachukua watoto wote na kwenda kwa bibi yao. Kijana alimuuliza sana mama yake. Akasema mbona kwenye kumbukumbu ya picha zako sioni sura ya babangu? Basi mzee alichoamua ni kuchimba eneo moja katika nyumba yake ili aweze kuhifadhi ule mwili. Yaani kwamba alihitaji kufuta ushahidi wote. Yeye anachotaka ni fedha tu. Basi aliamua anaweka mambo yanakuwa sawa zaidi. Hii ni episode ya kwanza mtu wangu. Kwa hiyo tulia tu utanielewa vyema. Jomba baada ya kuhakikisha ameweka kila kitu sawa, aliweza kuchukua ile gari na kutoka. Ile kuna jirani yake ni kama alikuwa anamcheki sana. Hapo alipopita maskari alimuuliza, "Wasa ni mtu ambaye anaonekana una shida sana." Basi kuna simu ilikuwa inaita katika gari lake. Sio ipata mshtuko kidogo. Basi huyu ni mwanangu. Basi aliweza kupatiwa ruhusa ya kuweza kutoka baada ya kukaguliwa. Alikumbuka hii gari sio ya kwake. Alikuwa anahitaji kwenda kuitelekeza mbali zaidi kwa.
na kila kitu ambacho kilikuwa katika lile gari aliweza kitupa katika eneo la maji. Lakini pia alikuwa anawaza sana, anasema nitaweza kubadilisha maisha yangu kwa ile fedha ambayo nimeipata. Basi majira hayo kuna detective mmoja mkubwa sana anaingia na kukagua katika gari hili. Yeye aliweka nini katika gari? Kuna device ambayo aliweka, na watu ambao walikuwa humu inaonekana walikuwa ni watu muhimu sana kwa upande wake. Moja kwa moja upande wa pili kuna Kicheche anapewa taarifa kwamba mambo yameenda tofauti zaidi, hivyo anatakiwa aweze kufikisha ripoti kwa Big Boss. Pia hata askari bado anaendelea na upelelezi tu. Anasema kwa wakati mwingine kisha anawekea uangalizi kwa kila kitu, lakini anamwambia Kanchuli, nini ambacho umesababisha kwa wakati huu? Anasema mimi nitawapata watu hao ambao wameweza kuchukua fedha zetu kuweza kumchukua kijana wetu. Basi ilikuwa ni oda kutoka kwa the Big Boss. Mtaalamu anahitaji kutafuta kila kitu. Pia maskari wako karibu sana na watu hao. Wao kuna jambo analifuatilia. Na mwamba alipofika alitoa device fulani ambayo alikuwa ameseti katika ile eneo la hii gari, ikiwa ni device muhimu sana ambayo itaweza kumpatia ushahidi wa wapi ambapo kitu kimeelekea. Anasema kazi yetu ni kuhakikisha tunatafuta fedha tu. Kwa hiyo mwamba upande wa pili sasa akiwa anahangaika na maburungutu ya fedha ambazo hajui ni fedha hata za nani, ila kutokana na ugumu wa maisha aliona hii fedha ni ya muhimu tu. Anasema kwa nani anayejua. Sasa mke wake anaenda kuangalia katika akaunti, anakuta mzee ametoa hela yote, na ile hela alitoa kwa ajili aweze kuongezewa cheo katika chuo. Anasema lazima baba yenu aweze kupewa tu talaka. Basi aliweza kutoka na watoto kuhitaji kurejea nyumbani. Anasema amerudi Anasema vitu ambavyo unafanya ni vitu vya ajabu sana. Ina maana uelewi kile ambacho kinatakiwa kifanye. Anasema kuhusiana na masuala ya fedha, nilikuwa nahitaji kuchapisha kitabu ambacho ningeuza ningepata nakala nyingi sana. Sasa mwanaume usiku akaanza kuangalia namna gani ataweza kuideposit, yani kupata namna ya kuweza kuisambaza hii fedha. Binti yake alikuja akamwambia, baba, kuna mlio wa simu ambao unanisumbua sana, unashindwa kupata usingizi. Sasa mzee kuna namna alihisi. Wale wajomba upande wa pili wanapiga simu ya yule mkali ambaye alikuwa ndani ile gari. Mamba akaenda kufukua ile eneo ambalo alihifadhi yule mwili. Kweli bwana, baada ya kufukua kidogo aliweza kukuta mtu huyo alikuwa na simu. Lakini sasa pia hata upande wa pili kwa mke wake, majira yale ya usiku anaonekana alikuwa ameshika simu. Basi mtaalamu baada ya kutoka kidogo kwenda nje kidogo aliweza kuona simu inaita. Lakini kitu ambacho kilimshangaza sana, namba ambayo alikuwa inapiga ni namba ya mke wake. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri? Usitoke usibanduke baba. Tunaunga hapa. Okay. Yes sir. Wow. Sasa nini hatima mkali baada ya gundua mtu ambaye ameweza kupoteza maisha alikuwa anawasiliana na mke wake kipindi kichache cha muda mchache ambao umepita. Na hii baada ya kuweza kuipata ile simu na kuweza kuona mtu ambaye alikuwa anapiga kwa wakati ule alikuwa ni mke wake ambaye anaitwa kwa jina la Kangyun. Lakini pia vipi kwa watu ambao wako tayari kwa ajili ya kutafuta mtu ambaye ameweza kuondoka na zile fedha? Kumbuka kuna watu ambao wanafanya biashara haramu wako kwa ajili ya kutafuta fedha zao. Lakini pia kumbuka kuna kitengo kutoka katika idara ya polisi na wao wanafanya uchunguzi juu ya kutambua hizo pesa ni wapi zimeenda na nani ambaye amezitunza. Sasa mkali pekee ndio mtu ambaye ana fedha kwa wakati huu, asiyejua kwamba hizo fedha wapi ambapo zimetokea. Sasa nahitaji kukupeleka katika muunganisho tu wa episode ya kwanza, ile ikiwa ni B zaidi, pale ambapo tulishia, ambapo tunaenda kuunganisha burudani bomba zaidi. Basi kwa ni majira usiku tu, baada ya kuweza kuchukua simu anakuta mke wake ndo mtu ambaye amepiga simu muda mrefu. Simu ilimshtua sana mtu huyo. Basi aliweza kuundua kwamba huenda mtu ambaye alikuwa anapiga simu zote alikuwa ni mke wake. Lakini kabla ya kutupa ile simu alihitaji kwanza kuitoa password ili aweze kujua nini ambacho kilikuwa kiko mole. Basi moja kwa moja alianza kuplay video. Anasema nini ambacho anafanya, yani kitu ambacho hakuweza kuamini katika macho yake ilikuwa ni taswira ya mke wake ambaye anaonekana alikuwa na uhusiano na mtu huyo ambaye kwa sasa ameweza kupoteza maisha. Hakika ni kizaazaa zaidi. Alienda kumtazama mke wake ili mfanya awaze vitu vingi sana. Pia upande wa pili kwa detective ambaye anafanya uchunguzi juu ya ile kesi, naye
namna gani Sio. unaweza kufanikisha kupata mtu huyo, kwani ni miongoni mwa watu ambao anaweza akapa muunganiko wa ushahidi. Anaitwa Yu Ancha. Pia kwa kijakazi namba 2 wa bosi alifika department, naye aliwaza sana. Sasa huyo mtoto akaba kweli mpoteza maisha. Basi askari nao azidi kusonga tu, endelea kutafuta ushahidi juu ya mtu ambaye anasema alikuwa na umuhimu kwa upande wao, hivyo angeweza kuwapatia mwanga juu ya kesi ya kitengo fulani maalum zaidi. Machali bado anaendelea kupiga picha za ushahidi tu, ili pia aliweza kufika ili kuunganisha nguvu katika kitengo hiki hapa. Lazima nini ambacho tunaweza tukakitambua kwa wakati huu? Lazima kuna mtu ambaye anasemekana alikuwa undercover, naye ameweza kuondoka na ule msala wa ile gari. Sasa upande wa pili kwa team leader anaitwa Kang Chu. Sio mtu ambaye anaishi katika nyumba ile, na mashaka sana na mtu yule, kwenda ndo alihusika na ubebaji wa fedha. Ni nyumba ya pili tu. Basi Mwamba anamkadiria sana mke wake, kwa sababu kuna kitu ambacho amekigundua, ila anavunga mvungo tu. Lazima kwa sababu tumeishi maisha yote kwa muda mrefu, lakini pia umeshindwa kuwa ni mtu ambaye unashindwa hata kuitoa picnic familia yako. Hivyo unahitaji tuachane tu, kwa sababu pia wakati ambao unakuja mtu ambaye anamiliki hili jengo atahitaji kurejea zaidi. Anasema kwa ni kiasi gani ambao unahitaji, nini ambacho unahitaji. Sasa mwanaume aliingia katika kompyuta yake. Hapa anahitaji kuongea na watu ambao wanahusika na masuala ya usambazaji wa fedha. Anasema nini ambacho kinakuleta wakati huu? 6분 머물다가 Upande wa pili mtaalamu yule Mwamba akiwa na binti sasa, nao anapeleleza swala hili. Lakini pia mtaalamu Kwang Chu yuko kwa juu pale, video avunge mfungo tu kama ni wapenzi kwa wakati huu, kwa sababu Mwamba naye ana biashara yake zaidi. Sasa waliporejea katika kitengo department, nafikiria namna gani ya kuweza kukabiliana na kesi. Sasa leo mtaalamu alikuwa akicheza na mtoto wake tu, lakini pia Mwamba kanchua akiwa kwa mbali sana na uangalia sana mtu huyo. Basi mchezo ulikuwa bomba zaidi. Sasa okay, yes sir. Wow. Basi Mwamba baada ya kufuata kidundo, huko mtoto aliweza kudondoka, na mtaalamu alikuwa anampatia msaada mtoto huyo. Basi moja kwa moja emergency hapa kitengo. Anasema kutokana na shida alionayo mtoto wenu, uangalizi ni kitu ambayo inahitajika sana. Anasema kwa ni mtu ambaye anazidi kutia mashaka tu na hatari katika familia. Kwa hiyo kwa wakati huu naomba tuishie hapa kila kitu. Yaani kwamba mama anahitaji aweze kuishi maisha yake na Mwamba asalie na maisha yake. Basi Mwamba usiku huu kuna namna alihitaji kuongea, lakini sasa alimpata mtu ambaye anasema yeye anahusika na masuala ya usambazaji wa fedha. Basi majira ya usiku yale Mwamba alitoka zaidi. Lakini pia na wenyewe wataalamu usiku huu walikuwa wanahitaji kumtembelea kicheche mmoja. Mwamba akiwa njiani tu aliwaza vitu vingi sana. Hawa wanahitaji kumtembelea Mwamba mmoja hivi. Baada ya kumtembelea jirani huyo, ilikuwa ni kisago tu. Lakini pia Mwamba anaingia Juno Electric, huko ambako ampatiwa mwelekezo kwamba atakutana na mtu ambaye atamsaidia kuzifanyia round hizo fedha. Yaani hapa anataka kukwepa masuala ya kodi, hivyo anahitaji apate watu ambao wanaweza wakazipeleka fedha kwenye mzunguko haraka haraka. Lakini upande wa pili mwanaume amekamatwa tu. Sasa mimi nitakuuliza maswali. Anasema vipi habari ya kijana wangu? Lakini pia vipi habari ya fedha zangu? Anasema unazungumzia fedha gani? Kwa hiyo kuna fedha ambayo imeandikwa jina lako, mtoto wa Kaba. Sasa alikuwa hajamjua Mwamba, kitu ambayo alifanya siri kwanza. Sasa upande wa pili mtaalamu alifika kwa mtu ambaye anasemekana atamsaidia katika kusambaza hizo fedha. Basi mtu baada ya kuzikagua fedha kuna ziko sawa zaidi, anasema lazima atachukua 30%, hivyo atampatia 30%. Kitu hili mkera sana mtu huyo. Basi hawezi kufanya biashara, hivyo alihitaji kubeba fedha zake na kuweza kuondoka. Basi alikusanya fedha zake na akawa anatoka. Asema ndakuja kwa wakati mwingine. Fedha wao ina tamaa sana. Mwamba akiwa anatoka nakuta kuna watu wanamzunguka. Watu wanahitaji kuchukua fedha, lakini fedha kumbuka inatafutwa na watu hatari zaidi, wakina Kang Chu. Basi Mwamba huko kaona akicheza atapoteza maisha, anahitaji kujiokoa tu, kwa sababu wajomba ni kwamba wamsikilize zaidi walimaliza. Sasa wanafikiria kwa hiyo tumemaliza,
Sasa upande wa pili kwa mshikaji anahitaji kuchomoka kwa Wanyabu ambao anataka achukue fedha yake. Yaani purukushani sana. Hii fedha ina kizaazaa zaidi. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri? 찾아보. Episode safi inafuata. Yali Mwamba ameshatambua ya kwamba mtu ambaye ameweza kupoteza maisha alikuwa na uhusiano wa karibu sana na mke wake. 넌 지금 Lakini vipi sasa kwa watu ambao wanaitafuta fedha yao? Na vipi habari ya hao askari ambao wako kwenye uchunguzi wa kina zaidi juu ya ile fedha na mtu ambaye inasemekana alikuwa detective? Hii hapo katika episode ya kwanza kabisa complete zaidi. Hii hapa picha inakwenda kwa jina la Family Disaster. Kwa 0686414059 zidi kuongozana na sisi kibabe zaidi. Lakini pia utatisha kwa kulike, comment, kushare, kusubscribe. Hiyo itatupa nguvu kuzidi kusogeza mzigo ambao kiukweli ni bonge moja la picha, bonge moja la kizaza. Wow. 간다니까.